hata kabla hujaenda kwenye chumba cha kurekodi? Sometimes inakuja kabla na kuna wakati inakuja baada. Okay. Yes. Na location nako huwa kuna kwaje? Ni mawazo ya director ama nakuwa ni mawazo yako wakati tunashoot video? Nakuaga na picha ya kile ninachokitaka, lakini na huwa pia napenda kumsikiliza director ananishauri nini. Okay. Kwa hiyo tunafanya kazi pamoja kama familia. Kwenye upande wa Tamba tunaona kuna watu wana dance pale nini? Yes. Mliwapanga ama ilitokea tu? Wale wa dada au na huyo au vijana ni watu ambao wanapenda sana nyimbo zangu, wananisupport. Kwa nikasema jamani, nina nyimbo natamani nipate watu ambao wamechangamka, wanapenda hichi ninachokifanya. Kwa hiyo vijana wakaja wakajipanga hapo, kazi kaendelea. Unaenjoy kuvaa nguo za vitenge? Ya sana. Okay. Huwa kuna namna vinakutengeneza sana. Niulize hapo kulingana na video ambayo tumeiona. Binti moja pale amevaa vizuri sana lakini nguo yake ni kama ni fupi fulani. Hujapata comment yoyote kwenye video hiyo? No, sijapata. Of course bado hao ni vijana wadogo, lakini pia mtu kiwa unaangalia kitu kwa lengo la kukosoa, sometimes nadhani itakugharimu kwa sababu video ngapi za watu utafanya hivyo. Of course ni gospel, lakini sasa tuniseme tu kwa hiyo of course kama hiyo nguo yake ilikuwa labda ni fupi, lakini video nyingine haikutokea. Na sometimes mtu na kwa sababu labda mnaambiana tuna video kesho, kwa ile kumshtukiza mtu anakuwa tayari ameshatokea, lakini sio fupi sana, nadhani haina shida. Okay. Lakini pia Esther Dennis unasifika sana kwa style yako ya nyimbo ya muziki, ni style yako ya kisasa. Ni kwa nini unaamua kujikita sana kwenye style za kisasa? In English modern. 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 Of course tumeshatoka huko. Kila mtu ana namna ambayo anajitambulisha. Kuna watu wanatambulika kwa nyimbo za aina fulani. Mimi napenda vitu vizuri. Vitu vizuri na hata kama ni kipya kizuri, I go with it as long as kinampendeza Mungu na watu wanabarikiwa nacho. Mimi naenda nacho. Na una safari nyingi sana za nje. Yes. Ilikuwa kuaje? Ilikuwa unapenda sana pia kudumu nje na hapa Tanzania? Niseme kwanza namshukuru Mungu kwa hiyo nafasi, sio kwamba ni kwa kupenda kwangu lakini ni neema tu ya Mungu. Kuna waimbaji wengi wanatamani kwenda nje, lakini namshukuru Mungu kwa kibali na kuniwezesha kuenda nje ya mipaka ya Tanzania. Nimefanya huduma nchi nyingi na nimeona watu wakibarikiwa. Nilikuwa nasema kumbe na mimi huku watu wananipokea vizuri. Watu wanasemaga nabii hana heshima kwao. Labda unaweza ukafanya kitu kanisani watu wakakuona tu mtu wa kawaida, lakini unafika eneo watu wanakupokea, wanakuonyesha kwamba wewe ni mgeni, tunakuthamini. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimepata kufanya kazi na watu wa Uganda, watu wa Sudani. Yani kama hiyo video hapo ni hata hao madansa wengi hawaongei Kiswahili. Sawa. Uganda kabisa na wengine ni wa Sudani. Na pia nilipata nafasi ya kwenda kwenye kambi yao kuwaimbia. Walikuwa hawajui Kiswahili lakini nikawaelezea wakaelewa, wakawa tu wamezipenda nyimbo na wamebarikiwa. Na huyo mzungu pia ni mmoja ya mtu ambaye alikuwa dansa wangu, na cha kufurahisha zaidi hiyo nyimbo imemfanya amepata tuzo kule nchini kwao. Walitamani kuona mzungu ambaye anaonekana anachangamka kwenye mikutano na nini. Hiyo nyimbo ambayo nimecheza naye imempa tuzo na mshukuru Mungu kwa hilo. Na bado naendelea kwa kweli, bado nchi nyingi. Mimi nimesema passport yangu lazima ijae. Yani lazima huu mwaka nina nchi kama 10 na lazima nitembelee, iwe kwa kuimba, kwa kuhubiri, lakini lazima niende. Na changamoto gani ambayo unaipitia unapoenda sehemu ambayo watu hawaelewi Kiswahili, hawaelewi Kiingereza? Of course changamoto ni kubwa kwa sababu kama huko nilikoenda tulikuwa tunaongea lugha 3. Yani mimi naongea Kiswahili, kuna mtu anaongea Kiingereza, kuna mtu anaongea lugha ya wale wa pale, alafu katika wale waliopo bado kuna watu wengine wanaongea lugha 2. Yani kwenye kundi lao bado wengine hawaelewani nao. Kwa hiyo kama unaimba manake huyu anaitafsiri, huyu anaipeleka mpaka tunapata meaning. Sijui unanielewa. Of course ina take time kwa sababu unatamani labda ukiongea watu wakuelewe direct, lakini ule mtiririko unachukua muda. Lakini kikubwa mimi napenda tu vile watu wanapokea. Nakumbuka nilienda kuna nchi watu nilifika nikaanza kuimba, watu wanakuangalia tu hawana amani, lakini baada ya kuongea nao nikawaeleza maana ya zile nyimbo, nini ambacho kipo ndani ya ule ujumbe, watu wakaanza kufurahi na wameenjoy, wamebarikiwa, wakaokoka. Utukufu kwa Yesu. Safi sana. Esther Dennis in the house, tuko naye hapa na utukufu ni kwa Yesu kweli kweli. Manake unatembea mno. Sasa huwa unajipeleka unapelekwa? Of course napelekwa.
ni kazi sana kujigaramia kwa sababu unaposafiri kujigaramia nauli ile hoteli ya kukaa, chakula, usafiri ukiwa pale, lakini pia sometimes you need dancers. Kwa hiyo vyovyote vinahitaji gharama. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu niko na watu ambao mara nyingi tu wananisapoti kwa hali yoyote na namshukuru Mungu kwa hilo kwa sababu napata nafasi ya kuendelea zaidi. Ni wanawake wachache sana ambao wanaweza wakafanya gospel singeli. Wewe ni miongoni wao. Umefanya Yesu ananipa raha, simwachi na nyingine kali. Wakati unaingia studio kurekodi wimbo huu Yesu ananipa raha, ulikuwa kwenye mazingira gani? Uliona nini? Uliwaza nini? Maana yake singeli kuna namna watu ambao wanaipokea. Of course kila mtu ana mindset yake. Wengine wanasema muziki wa kiuni,